Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi chetu hiki kizuri cha neno la Mungu, cha mahubiri na maombi na maombezi, ambayo huwa tunakuwa naye mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Huwa anakuja mahali hapa kutuongoza kulingana na ujumbe ambao Mungu ameuachilia kwa ajili yetu kwa siku husika. Leo tena yuko hapa studio kwa ajili ya kutuhudumia kwa ujumbe mzuri sana ambao Bwana amempa kutuletea sisi siku hii ya leo. Ikumbukwe mtumishi wa Mungu huyu amekuwa akihudumu katika kipindi hiki na amekuwa akifanyika baraka sana kwa watu. Ziko shuhuda mbalimbali, watu wamefunguliwa, watu wameponywa, watu wametendewa. Amini kwamba leo pia ni zamu yako. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kujiungamanisha tu na madhabahu ya mahali hapa na kile atakachokuwa anakisema mtumishi wa Mungu, na kuamini kwamba leo ni siku ya kuvuka kwako. Leo ni siku ya kuponywa kwako. Mwalike ndugu, jamaa na rafiki, kwa sababu tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii kwa jina moja tu la Mswa Media. Akiandika Mswa Media atatupata katika mitandao yote ya kijamii. Nikualike tukaanze pamoja ibada yetu hii nzuri. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kuinua tu kiwango chako cha imani na kuamini kwamba inawezekana. Ukumbukwe huu ni mwaka ambao tunatembea, na mwaka na ujumbe wa mwaka ni mwaka wa pambazuko lako. Kama unahitaji pambazuko lako, basi usikae mahali na channel hii yako. Mambo mazuri, ziko baraka nyingi kutoka mahali hapa. Nikualike tukaanze ibada yetu hii nzuri pamoja. Lakini ziko namba za simu hapo za mtumishi wa Mungu, unaweza kumtafuta kwa maombi na maombezi zaidi. Lakini hata kama una sadaka yako pia unaweza ukaachilia kupitia namba hiyo. Namba hii ni namba ya Voda ambayo ni 0793217160. 0793217160. Karibu sana tukaanze pamoja na Mungu akubariki. Hii ni Mswa Media na mimi mtangazaji wako Ruthiwema Emmanuel. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, hii ni ibada maalum kwa ajili ya maisha yako. Uko nyumbani kwako, uko mahali popote, hii ni ibada kwa ajili ya maisha yako. Umbali sio tatizo, amini tu Yesu anakuhudumia mahali popote ulipo. Wewe kama ni mgonjwa, umepoteza amani, umepoteza furaha, umepoteza matumaini, amini sasa Yesu anaenda kurejesha mapenzi ya Mungu yaweze kutimia kwenye maisha yako. Mwanadamu, Mungu alipoumba mwanadamu, aliumbwa kuishi kwa raha, sio kwa mateso. Lakini shetani anakuja kugeuza mapenzi ya Mungu. Wanadamu wanaanza kuhangaika, wanadamu wanaanza kulia. Lakini leo mahali popote ulipo, kila kilichopotea, amini tu Yesu anaenda kuhudumia. Yesu anaenda kufanya jambo jipya. Kila ulikosaulika, amini tu sasa Bwana amekukumbuka nyumbani kwako. Nikamshukuru Mungu kabla sijaendelea. Baba Mungu, asante kwa utukufu wako na nguvu ni zako Bwana Yesu. Mungu, mbariki kila mmoja anayetutazama mahali popote Bwana Yesu. Mhudumie yule mama yule, mhudumie kaka yule Bwana, mhudumie baba yule Bwana, kwa jina kuu la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo, leo nitasema kuhusu mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Mungu amekusudia nini katika maisha yako wewe? Mahali popote ulipo, kuna maisha ambayo yanaendelea kuishi, hata mwenyewe huyafurahii, hata familia yako hawafurahii, lakini kwa sababu shetani ameingilia akakunyang'anya hatima yako, akakupokonya kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni kwa sababu gani? Bado hujajua siri za Mungu. Ana mamlaka gani ukimjua yeye? Manake hakuna shetani yoyote anayeweza kuharibu kusudi la Mungu mahali popote ulipo. Penzi mtazamaji, mahali ulipo popote, kila kilichokufa, chochote kilichopotea, amini tu majira anapozungumza, haijalishi umekaa muda mrefu namna gani, haujapata kazi, umekaa namna gani muda mrefu, hujajua ni nini cha kufanya, lakini leo Bwana anaenda kufungua maisha yako na utaanza kujua wewe ni mtu wa thamani namna gani. Mungu amekusudia mwanadamu aishi maisha ya raha. Mungu amekusudia mwanadamu aishi maisha ya furaha, maisha ya afya njema, hakuna magonjwa. Ndio maana maandiko yanazungumza, Yesu alipopigwa, alisulubiwa, akayachukua magonjwa yote na udhaifu wake wote, ili sisi tubaki kwa salama. Lakini shetani anakuja kuleta kwa mwanadamu magonjwa ambayo hayana kusababu,
ya kubaki kwako. Jiulize swali moja, Mungu anaposema tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu sisi, maanake we mahali upo popote unamwakilisha Mungu, unamwakilisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Yesu au kama Mungu, hakuna jambo lolote ambalo lina uwezo wa kuzuia kusudi lake. Kwa na wewe mahali popote ulipo, amini hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuzuia hatima yako, anayeweza kuzuia ajira yako, anayeweza kuzuia kizazi chako, anayeweza kuzuia furaha yako. Maana Mungu yuko tayari, amekuumba kwa mfano wake. Maana yake yeye Mungu haonekani, lakini sisi tumekuja duniani ili kuyawakilisha yale ambayo aitaka yafanye yeye. Mahali popote ulipo, amini tu hakuna dhuruba yoyote itakaobaki kwako. Inua tu kiwango cha imani. Kuna watu wamepoteza mali zao, kuna watu wamepoteza kazi zao, wameenda mahakamani, wameenda polisi, wameenda kushtaki, lakini kwa sababu hawana uwezo wa kifedha, wakakutana watu wenye uwezo, wakawashinda kesi, lakini walikuwa ni wenye haki. Ni kwa sababu hawana nguvu. Lakini yeye leo yuko mtetezi wako, naye ni Yesu peke yake. Haijalishi anayetawala dunia, lakini yupo Yesu Kristo ambaye anasaidia. Ukimwamini tu, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Mahali popote ulipo, amini tu. Ninapoongea majira haya, kuna taarifa zako zilizopotea kazini kwako utaenda kuziona. Mahali popote unapoongea, biashara yako ulikuwa hakuna wateja, lakini unapoenda kushuhudia mapenzi ya Mungu ni nini, amekusudia nini mwanadamu, ili uweze kufanikiwa, hakuna jambo ambalo lina uwezo wa kuzuia kwako. Imani yako ndio chanzo cha kufungua kila jambo lolote. Haijalishi kuna maisha ambayo unayapitia, haijalishi kuna mambo magumu ambayo yametokea, lakini sasa elewa, siku ya leo utaenda kufahamu mapenzi ya Mungu. Katusomea andiko letu la kwanza, kitabu cha waraka wa Yohana 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tenda kusoma kwa uwezo wa Bwana. Ndio. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, na kuwa na afya yako, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako. Maana alifurahi walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako. Kama uendavyo katika kweli. Kama uendavyo katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anakuambia waziwazi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Manake kila unalolitamani kama roho yako itakavyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza ukatamani jambo liweze kutokea, lakini kuna mkono wa giza ambao umezuia. Lakini leo mpaka mafuta wa Bwana na kutangazia, hakuna giza lolote litakalosimama katika maisha yako. Hata kama kuna mtu yoyote alienda kwa waganga akafanya kuharibu nyota yako, hata kama alienda kwa waganga akaharibu ndoa yako, hata kama alienda kwa waganga akafunga kizazi chako, lakini yeye leo yupo Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kubadilisha huzuni na kuwa furaha kwako. Amini tu, hakuna uchawi utakaoweza kuzuia maisha yako. Hakuna uchawi utakaoweza kupoteza baraka zako. Nataka nikwambie, mwanadamu hana uwezo wa kuzuia hatima yako, mafanikio yako, lakini ana uwezo wa kukuchelewesha tu. Kwa usikate tamaa mahali popote ulipo. Hata kuna jamii unayoishi wamekucheka namna gani, litazame nao limesema nini. Mpenzi, naomba ufanikiwe mambo yako yote kama roho yako itakavyo. Manake roho yako itakavyo, Mungu anasema anaomba ufanikiwe kila ulifanyalo. Manake kila unaolifanya lazima lifanikiwe. Usikate tamaa. Mwanadamu hana uwezo wa kuweza kuzuia baraka zako, lakini ana uwezo wa kuweza kuchelewesha tu. Lakini mapenzi ya Mungu lazima yatimie. Haijalishi umri ulionao, lakini amini tu. Maandiko anasema, ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi walio hai. Kwa kama hujafa, usipoteze tumaini lolote. Wema wa Mungu
inawezekana ni afya yako. Wema wa Mungu, inawezekana ulikuwa umekata tamaa, kuto kufanikiwa. Mungu anakufanikisha mahali popote ulipo, haijalishi umri wako. Usikate tamaa, usienende kama mwanadamu anavyotazama, usienende kutokana na majia ya wanadamu wanavyotazama. Mtu amefikisha umri mkubwa, wanaanza kuona mtu huyu hawezi kufanya jambo lolote, hawezi kufanikiwa, wanaanza kumtengenezea mazingira. Wewe ni mzee kukaa nyumbani tu, wewe ni mzee kulea wajukuu, hauwezi kufanya jambo. Nataka nikwambie, Sara alikuwa amepoteza uwezo kama mama, lakini Mungu alipoisikia ahadi yake alipata mtoto akiwa mzee. Kwa mahali popote ulipo wewe, haijalishi una umri gani, lakini mapenzi ya Mungu anasema, naomba mpenzi, ufanikiwe mambo yako yote kama jinsi roho yako itakavyo. Manake roho yako itakavyo ni nini? Ndio maana kuna watu ambao anaweza kakaa peke yake akaanza kutazama maisha yenye furaha, akaondoka huzuni, akaanza kuona mambo ambayo yamebadilika, lakini ghafla upofu na mwingia, anaanza kuona kweli yale ambayo alikuwa anatazama ni uhalisia, anaanza kukata tamaa. Inawezekana ilikuwa ni mawazo tu, kumbe ndio uhalisia wa maisha yako. Maisha yako Mungu amekusudia nini? Lazima utawale na kumiliki kila mahali. Kasome Zaburi sura ya 1 mstari wa 3. Nazungumzia nini? Mapenzi ya Mungu, kila ulifanyalo lazima lifanikiwe. Haijalishi ni pagumu namna gani, lakini wewe mahali popote, mapenzi ya Mungu lazima ufanikiwe. Kazi yako ni kumwamini Mungu tu, ya kuwa yote yanawezekana kwake yeye amwaminiaye. Inawezekana kuna sauti wanadamu wamekwambia wanakuzidi uwezo, wanakuzidi umri, lakini usiwasikilize. Sikiliza sauti ya Mungu. Imani yako inaona nini katika kuhusu juu ya maisha yako? Mwenzako anaweza akaona ili swala haliwezekani, lakini imani yako inasema hili linawezekana. Amini tu. Sasa mapenzi ya Mungu utaanza kuyaona kwenye maisha yako. Katusomee Zaburi sura ya 1 mstari wa 3. Nitaenda kusoma kwa uwezo wa Bwana. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake. Uzao matunda kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki. Na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Manake wewe ni mti ambao neno la Mungu liko kila mahali. Wewe ni mti ambao kila ulifanyalo litafanikiwa. Maana chemi hazitakoma zenye unyevunyevu wa baraka. Lakini shetani anakuja kugeuza, anakuletea matatizo ambayo haikuwepo. Likumbuke neno. Unapoona tatizo, mwambie neno, Mungu umetuumba kwa mfano wako. Kwa nini leo naishi maisha haya? Mungu usipojua kutambua Mungu ana uwezo gani, ana nguvu gani katika maisha yako, unaweza ukateswa na vitu ambavyo vingeteseka kwa ajili yako wewe. Unaweza ukateswa na wanadamu ambao ungezijua siri za Mungu, wao wangeanza kujuta kwa ajili ya maisha yao. Pokea neema ya kuona mkono wa Bwana. Pokea neema ya kuanza kuziona siri za Bwana. Popote ulipo, amini tu. Mapenzi ya Mungu, hujaumbiwa uwe na matatizo. Ndio maana maandiko yamesema, nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, njooni kwangu. Maanake ni nini? Kila unaloliona ni gumu, mpelekee Bwana, mtuishe Bwana, mpelekee Bwana, kila jambo litakuwa salama. Kitabu cha Mathayo sura 11 mstari 28 mpaka 30. Kitabu cha Mathayo sura 11 mstari 28 mpaka 30. Mapenzi ya Mungu anahusu nini? Mpenzi, naomba ufanikiwe mambo yako yote. Maandiko yamekuja kusema kwenye Zaburi, anakwambia utakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, na kila ulifanyalo litafanikiwa. Manake usipofanikiwa, manake kuna mkono ambao unapokonya hatima yako, unapokonya mikono yako. Kila unalolifanya haliwezi kutoka. Amini leo, mikono yako kuanzia sasa
Kila utakalolifanya lazima itakupa faida. Kila utakalogusa lazima litazaa. Kuna watu ambao mikono yao imelaaniwa, akigusa biashara yote lazima ife, akijaribu kufuga mifugo yote lazima ife. Jua mikono yako bado haiko sawa, lakini Mungu amenituma leo, mahali popote ulipo, nataka nije nikuombee kwa ajili ya mikono yako, ili kila ulifanyalo ikapate kibali. Kila unawe kama mwanafunzi unapoandika upate kibali. Usizani mwanafunzi ambaye anaamka asubuhi anaenda shuleni akitamani afeli, si sahihi. Lakini ni shetani ambaye anatumia kuharibu mikono ya watu, kuharibu mikono ya watoto. Ndio maana Mungu ametupa ujumbe, ni mwaka wa pambazuko jipya kwenye maisha yako. Tarajia kuona yale yasiyokuwa yanawezekana mwaka 2026. Mambo utayaona, utaanza kujiuliza, mbona natokea ghafla? Usishangae, maana imani yako imeongezeka. Kama ambavyo matatizo yalikuwa yanatokea bila taarifa, na leo kuanzia sasa mambo mema yataanza kutokea, utapata taarifa. Usishangae, maana Mungu ameondoa giza, maana Mungu ameondoa giza. Umeanza kuonekana, umeanza kulifanya, kila ulifanyalo itafanikiwa. Usikate tamaa. Uliyefanya biashara ikafa, lakini leo nakutamkia, nenda kwenye biashara ile ile, na hiyo biashara itaenda kuzaa na kuongezeka, maana unaenda kwa upako wa Bwana, maana unaenda kwa mkono wa Bwana. Hautafanya kama wewe, bali utaenda kwa kibali cha Mungu. Amini tu. Kama ulifanya biashara ikafa, nataka nikwambie, nenda kwenye biashara ile ile, kafanye vile vile. Mungu anaenda kuachilia kibali cha kipekee. Amini tu ya kuwa mapenzi ya Mungu mimi nifanikiwe, mapenzi ya Mungu niwe na afya njema, mapenzi ya Mungu niwe na watoto, mapenzi ya Mungu niwe na familia. Manake giza linaondoa hatima za watu, giza linaondoa katika maisha ya watu. Wanaanza kuhangaika, mambo hayaendi, anafikia nini? Hauonekani. Ndio nataka nikwambie, pambazuko jipya utaanza kuliona kuanzia sasa. Katusomee kitabu hicho. Nitaenda kusoma kwa uwezo wa Bwana. Ndiyo. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa. Njoni nyinyi kwangu nyote msumbukao na kuelemewa, nami nitawapumzisha. Nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nanyi mtapata nini? Raha nafsini mwenu. Manake unapomkimbilia Yesu na kumwamini kazi yake, umwamini, naye atakupa raha mahali popote ulipo. Maana jitieni kwangu, maana nira yangu mimi ni nyepesi wala sio nzito. Kazi yako ni kumwamini Yesu. Ninakukiri kuanzia sasa, nao utapata raha nafsini mwako. Maana yale mateso ambayo yalikuwa na kufanya usilale usingizi, unapomwamini Yesu na kumtumikia, we kazi yake atakupa raha mahali popote ulipo. Unapomwamini, pokea raha kwa jina la Yesu. Endelea. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hebu rudi hapo, jitieni kwangu nira. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Jitieni nira, jifunzeni kwangu Yesu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake kila unalolifanya, amini Mungu amekusudia uweze kupata raha. Lakini wanadamu wanapokuja kutumia giza, wanaondoa mkono wa Mungu, kwa sababu huamini Mungu anaweza akafanya nini. Nataka nikakuonyesha andiko moja ili nikakuombee. Katusomee kitabu cha Matendo sura ya 16 mstari wa 18 mpaka 20. Kitabu cha Matendo sura 16 mstari wa 18 mpaka 20. Nitaenda kusoma kwa uwezo wa Bwana. Ndio maandiko anasema nini? Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Anza mstari wa 17. 17 inasema, akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele, akisema,
Watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Watu hawa ni watumishi wa Mungu waliye hai, waliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Wenye kuwahubiria njia ya wokovu. 18 inasema, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Akafanya hayo huyo mtu siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia, yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Huyu pepo akageuka, Paulo akamwamuru pepo, ninakuamuru kuanzia sasa umtoke mtu huyu. Endelea. Akamtoka saa ile ile. 19 inasema, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea. Basi wale bwana zake walikuwa wamemtupia pepo la kifafa huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uweze kujua mapenzi ya Mungu ni yapi. Mapenzi ya Mungu wewe uwe uko salama, lakini kuna watu ambao wanasumbuka na magonjwa, wanateseka na maisha, wanajaribu kufanya jambo lolote kazini kwako, lakini mambo hayaendi. Unadhani ya kuwa unakosea, kumbe hujakosea. Kumbe nyuma yako kuna mtu ambaye anafaidika na mateso unayoyapitia na mateso ulionayo. Kwenye familia yako hauna utulivu, kumbe kuna mtu, ulimwengu wa kiroho anafurahia ndoa yako, ulimwengu wa kiroho anaenjoy ndoa yako, lakini unaangalia mahali popote, unajitahidi kufanya kila jambo, kumbe kuna mkono wa giza. Bwana zake walipoona tumaini la kupata faida limeisha, na aliyesimama pale kuweza kumwokoa ni mtumishi wa Mungu Paulo. Alipogeuka akasema, mbona mtu anateseka muda mrefu anaangua kifafa, kwa nini? Akatamka neno moja, ninakuamuru wewe pepo mtoke mtu ghafla. Bwana zake wakashtuka, maana giza limeachia. Wakaanza kujiuliza, itakuwaje tulikuwa tukipata hapa, huyu mtu anapoenda kufanya kazi sisi ndio tunapata pesa, leo inakuwaje? Hayo sio mapenzi ya Mungu, hayo ni mapenzi ya mwanadamu ambaye ni mchawi. Sasa nikwambie, mahali popote ulipo, nami nakutangazia kama mtumishi wa Mungu, kila jambo lolote lililo kinyume, yoyote anayetumia uchawi ili kuweza kufaidika, natangaza kuanzia sasa, ninakuamuru uchawi huo uachie maisha yako na uinuke, uanze kufanikiwa kila mahali. Na kila ulifanyalo, yoyote alienda kwa waganga akaharibu mikono yako ili usiweze kufanikiwa, leo nakutamkia mpaka mafuta Bwana, ninaamuru kuanzia sasa, mikono yako kile utakalofanya lazima lifanikiwe. Amini tu, Mungu ameshafanya. Endelea. Wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakakamata watumishi wa Mungu. Mbona umetupotezea faida yetu? Tulikuwa tukila kutupia mtu huyu, anachanganyikiwa, lakini watu wanafaidika. Mahali popote ulipo, amini sasa, mapenzi ya Mungu kwako ni kufanikiwa. Mungu hajakuumba uwe tasa. Mungu hajakuumba uwe ombaomba. Mungu hajakuumba uwe ni mtu ambaye hauna makao. Mungu hajakuumba uwe hauna kazi. Mungu amekuumba kwa mfano wako, kwa mfano wake yeye. Lazima uamini mkono wa Bwana sasa unakufungua mahali popote ulipo. Nataka nikakuombee mikono yako hii mahali popote ulipo. Lazima Mungu anaenda kufanya mambo ambayo huwezi kuamini. Lazima amini tu ya kuwa sasa mikono yangu imefunguliwa. Mikono ikifunguliwa, manake kila jambo unataka kulifanya utalifanya kwa mikono. Lakini kama mtu ambaye amechukua viganja vyako, ametengeneza uchawi, manake kila unaolishika haliwezi kuzaa. Lakini neema ya Mungu amenipa leo nikuombee mahali popote ulipo. Lazima mikono yako upokee uponyaji. Mahali ulipo, kinga mikono yako kama unapokea kitu. Nataka nikaombe, tuombe mimi na wewe mahali popote ulipo. Omba kwa imani, nami nakuombea mambo yatabadilika. Baba, kwa jina kuu la Yesu, Mungu ninakushukuru kwa ibada hii. Mungu Baba, nasema asante kwa jina kuu la Yesu. Ninaangusha kila uchawi ambao umesimama ndani ya mikono yako. Kwa jina kuu la Yesu, ninaikata kila uchawi. Ninaamuru kuanzia sasa, mikono yako kwa jina kuu la Yesu, pokea nguvu ya Mungu,
pokea mikono ya kufanikiwa kwa jina kuu la Yesu. Yoyote alienda kwa waganga ili kuharibu mikono yako usiweze kufanikiwa, ninaamuru kuanzia sasa, pokea neema kwa jina kuu la Yesu. Pokea nguvu ya Mungu kwa jina kuu la Yesu. Kile utakaolifanya, kile utakaoligusa kuanzia sasa litafanikiwa kwa jina kuu la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, ninaamuru wa mzima kuanzia sasa kwa jina kuu la Yesu. Ninaamuru kwa jina kuu la Yesu. Yoyote aliyepeleka ili kuharibu uchumi wako, kutumia miguu yako, kutumia mikono yako, ninaamuru kuanzia sasa na irejesha kwa jina kuu la Yesu. Pokea kibali kwa jina kuu la Yesu, katika jina kuu la Yesu. Amen. Amini ya kuwa umeshafunguliwa. Nenda kafanye kazi, nenda kafanye biashara. Amen. Naam, huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Kwa wewe ulioko pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi mpaka sasa, mimi nichukue nafasi hii kukushukuru na kukuomba ukawe balozi wetu mzuri, balozi wetu mwema, kuambia watu kwamba mahali hapa inahubiriwa Injili ambayo inaponya watu, inaokoa watu, na inafunguliwa watu. Nikushukuru na nikukaribisha tena katika kipindi kingine ambacho kitafanyika hapa hapa katika channel hii ya Mswa Media. Kikubwa unachotakiwa kufanya wewe ni kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Ukishare link katika magrupu mbalimbali itasaidia kuwafikia watu mbalimbali. Tamani na mwingine afunguliwe kama wewe ulivyofunguliwa. Basi hizi kuna namba za simu hapo za mtumishi wa Mungu. Kama kuna mahali hujaelewa ama unahitaji maombezi zaidi, unaweza kumtafuta naye atakuhudumia. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kuungana pamoja nasi, nikukaribishe, ila nikukumbushe tu pia kuwa viko vipindi ambavyo vimekwisha kupita. Unaweza kurudia hapo juu katika channel yetu kuangalia, hakika vitafanyika baraka sana kwako. Basi nikushukuru. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri na Mungu akubariki. Mimi ni Ruth Wema Emmanuel.